Hii program ya PowerPoint kazi yake kubwa ni kufanya presentation. Yani kufanya presentation ni nini? Ni kama unakuwa na wasilisho lako kwenye sehemu fulani, labda inaweza kala ugonjwa au inaweza kala takwimu ya jambo fulani na utafanyika sehemu fulani, au inaweza kala kila kidarasa kwamba darasani umepangiwa assignment uje kuikabidhi. Hii program imetengenezwa kwa ajili ya kukusaidia ili uweze kufanikisha hilo. Yani sio kwamba yenyewe ndio na present, wewe ndio una present, lakini yenyewe inakuwa na kurahisishia vile kama unakuwa umeviandaa, inakuwa vimekaa detailed ili mwisho wa siku uweze kufanyaje, ili mwisho wa siku uweze kuvipresent. Kwa unapoifungua kwa mara ya kwanza unakutana na nini? Unakutana na hizi ni design mbalimbali ambazo zipo. Kwa hizo design zitakuja kusaidia katika presentation. Mfano kama hii inakuwa ni kama background kwa nyuma, yani inakuwa ni kile kitu ambacho inakuwa background, alafu mchosema maneno yako na kadi yake ili uweze kufanya hiyo design. Kwa ya kwanza kabisa ni black presentation ambayo ni nyeupe, hizi nyingine zinakuwa ni za rangi. Tuchague ya rangi yoyote. Mfano hii hapa, ukishachagua unachagua hii ni design, then unachagua rangi kwamba utakayo rangi hii au rangi hii au rangi hii au rangi hii. Iridhisha rangi iko sawa, unabofya button ya create. Itafunguka kama hivi. Upande huku tunauita slide panel. Ni sehemu ambayo inakuwa na zile slide. Alafu hapa panakuwa ni slide view. Slide ni nini? Slide ni yani katika unapokuwa na present inakuwa ni mfumo wa picha kama vile picha zinakuwa zinapita kwenye screen yako. Sasa zile picha ambazo zinakuwa zinapita ndio tunaziita slide, kila picha moja. Yani kila picha inakuwa na content fulani. Mfano kama nataka nitekeleze kuhusiana na takwimu ya ugonjwa wa malaria kwa mtaani kwetu. Ina maana hii slide yangu ya kwanza itakuwa na kichwa cha habari. Nitaandika hapa takwimu ya ugonjwa wa malaria. Alafu hapa subtitle ni title ndogo, labda niseme takwimu ya mtaa wa Simiyu. Hizo unaweza kuwa unaandikia, tunaziita nini, text box. Kwa lazima una text box ndio uweze kuandika. Sema ambapo ni plain na text box kwenye PowerPoint hauwezi kuandika chochote. Kwa baada ya kujiridhisha kwamba hii slide yangu ya kwanza imekamilika, mwisho siku ni kupresent, hii slide itakuja itaonekana hivi. Itaonekana hivi. Kama inavyoonekana. Kwa hiyo na maana hapa itaonekana kitu changu cha kwanza cha kwenye slide show. Kwa kama kuna vitu endelevu inakuwaje? Kama kuna vitu endelevu sana inabidi uongeze slide nyingine ambazo zitakuwa zina vitu vingine endelevu. Kwa utakuja hapa kwenye new slide, utachagua. Hizi hapa ni aina za slide, inategemea kile utakao kiongeze. Kama ni title, unaongeza title nyingine, utachukua title ni content, kichwa cha habari na maelekezo, section header, to content inategemea, comparison kilinganisha huko na huku. Kwa sana tu tutumie tu blank au tutumie title and content. Title and content hapa. Tuseme sasa hapa ni utangulizi, iwe juu. Unaanza kwa sababu naelezea malaria, lazima uelezee labda malaria ni mgonjwa. Dawa homa unasababishwa na mbu aina ya nini. Kwa unaweza kuongezea na vingine hivyo, na unaandika content zako humu za kuelezea jinsi utangulizi wako, ili mwisho wa siku utangulizi unakuwa pia kwenye screen yako. Kwa kama kuna kitu kingine unaongeza, unakuja unaweka new slide. Mfano sasa hapa nataka ndio ikae takwimu. Kwa unakuja kuweka takwimu ya jedwali. Takwimu ya jedwali. Unaweka table. Hizi hapa ni first element. Kuna table, kuna chart, kuna smart chart, kuna picha, kuna video. Unachotaka ukiweka kwa haraka ndio unakiweka. Kwa hapa mimi naweka table. Table yangu iwe na column 5, rows iwe 2 hizo. Hapa tuseme hapa ni
mwezi. Hapa ni idadi ya wagonjwa. Anza labda Januari, Februari, Machi. Tuseme nachukua takwimu ya miezi minne, au unaweza kuongeza kaja kwenye layout ukaenda insert right, niongeze na Mei pamoja na Juni, tuweke na Juni kabisa. Hii table tu kama unavyotengeneza table kwenye Word kwenye nini. Kwa hiyo haina masharti mengi. Nataka maneno yangu tuweka kwa ukubwa. Huku kwenye PowerPoint tunapokuwa tunaingiza nini content zetu. So tunapokuwa tunaingiza content zetu hatuna limitation ya font. Yaani size ya slide zako inatakuwa hiyo ni kubwa ili kuonesha, kwa sababu tunasema unaweza kupresent kwa watu 100, 200. Kwa lazima content zako ziwe ni kubwa ili watu 200 wote waweze kuona, waweze kuona kionesha. Tuwashume takwimu yetu haraka, tuende tuongeze takwimu nyingine. Hapa tuweke takwimu ya mchoro sasa, ambao ni chart nataka nitengeneze. Tuweke pie chart. Chagua ya 3D, click OK. Utandai table yangu ni hiyo, kuona ibia huko kwenye table. Hapa tuseme ni Januari. Hapa tuseme ni Februari. Hapa ni March. Hapa ni April. Hapa ni Mei. Hapa ni Juni. 45, 65, 56, 78, 82, 90. Automatic tu nikijaza huku chati kwa list ile inayofuata inajitengeneza na fix. Kwa kama unakuwa na zile taarifa tu niziingize hizi hapo tayari. Kwa hiyo hapa hii Excel inakuja kwenye kipindi unapokuwa na click chart na kuja kwa ajili ya kujaza hizo taarifa. Kisha maliza nayo kazi unaifunga tu. Hatuna kazi nayo tena. Hapa cha kufanya ni kwamba kichwa cha habari kikae juu, hii chart ishuke chini. Hapa naweza nikaandika ni takwimu ya mchoro. Hapa sio cells, hapa ni idadi ya wagonjwa. Alafu nataka zile taarifa zionekane ndani kwenye chart element. Nitaweka zile data label ili zile taarifa zangu zionekane ndani. Design, tuangalie design nzuri hapa. Design. Okay. Baada ya hapo naweza nikaongeza slide ya mwisho, niweke tu mwisho. Hizi zituzitumie tu, niweke tu mwisho. Kwa hiyo hapa nimetengeneza jumla ya slide 5. Slide zangu zote 5 zinaonekana huku, lakini hapa kwenye upande huku kunaonekana ile active slide, yani slide ambayo nimekuwa nimeclick kwa muda huu ndio inakuwa inaonekana huku. Maana yake ndio slide inaifanyia kazi kwa muda huo. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa ni kuformat ili iwe na muonekano mzuri. Kwa hii slide hapa inaweza ikawa tayari kwa ajili ya presentation, ila muonekano wake haupo standard. Hii ni slide ya kawaida sana. Sasa kwa mtu aliyosomea computer, ukitumia slide kama hii, unaonekana bado ni beginner. Nataka design ile na muonekano mzuri. Sasa kwenye design ndio tunafanyaje? Tunatumia tu features za kawaida kama zile kwenye page uliona ukutulisha au na kwenye program ya Word, sio kuaisha aina ya mwandiko. Unaweza kuchagua mwandiko wako uwe na mtazamo fulani ambao unakuvutia. Unaweza kuweka rangi ambazo unataka wewe, kupuzisha maneno ukubwa. Maneno kuwa makubwa ni muhimu sana, kwa sababu
tunatazamia presentation inaenda kuonyesha kwenye watu zaidi ya mmoja. Kwa hiyo wale watu wanahitaji kuona hata kama wako wengi na wako mbali kiasi gani. Kwa hiyo ukubwa kwenye PowerPoint ni muhimu. Ukishaingiza content zako hakikisha unazijaza zinaonekana kwa ukubwa ili uweze kuona bila shida. Kwa baada ya kujiridhisha ukubwa unaendana vizuri, umeshaongeza ukubwa, kama kuna font usha change na nini, kama kuna sehemu za bullet ushaweka bullet, unaenda kuangalia tools ambazo zipo kwenye PowerPoint na kwenye program nyingine zipo.